بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Leo kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaendelea katika kuzungumzia mambo ambayo ni maalum kwa ajili ya wakina mama. Katika darasa iliyopita tulizungumzia katika mambo ambayo yanahusiana na kumvisha sanda mwanamke. Kama ambavyo ilivyokuwa maalum na mashuhuri katika sanda ya mwanamume. Kwa mwanamume tulisema kuwa kuna baadhi ya madhahibu zingine zinafanya tofauti kidogo na madhahibu zingine katika kuvisha sanda, lakini yote hayo yamepokewa kwa wanawachuoni katika madhahibu, mradi tu ni kusitiri mwili wa maiti. Kwa hiyo kuna ambao wanafanya katika sanda zao, na hasa akiwa mwanamume wao ni shuka tatu. Shuka tatu ambazo zinazokuwa hazina kilemba wala hazina suruali. Hivyo ndivyo ambavyo imepokeleka sana, na hasa katika madhehebu yetu ya Imamu Shafi. Ni majamvi matatu ambayo yasiyokuwa na kilemba wala suruali wala kikoi. Inapasuliwa tu katika zile sanda, zile zinapasuliwa sehemu maalum, ambayo sehemu hiyo itafanya hiki kitafute chake hiki na sikio lake hili, wakati wanamlaza katika mwanandani, basi kiguse udongo, nafunua kidogo, wanagusisha kwenye udongo ambao ni udongo ule wa mwanandani, wakati wanamlaza kuelekea kibla. Lakini kuna madhahibi zingine wanafanya kilemba, wanafanya kanzu na kikoi. Yote hayo yana mapokezi. Ama kwa mwanamke, ambapo ndiyo mada yetu hii sasa, kwa madhehebu ya Imamu Shafi, yeye ni majamvi mawili. Majamvi mawili
pamoja na blouse ile ambayo inashonwa kama vile blouse, lakini na sketi ile ambacho ni kitema wanasema baadhi ya watu, lakini na ushungi na majamvi mawili. Lakini kuna wengine pia wamefanya kwa